Na msikilizaji, kama ambavyo tulivyokuambia, tukirejea hapa basi moja kwa moja tayari studio tuko naye katibu wa kamati maalum ya NEC idara ya itikadi, uenezi na mafunzo CCM Zanzibar, Comrade Khamis Mbeto, na kuna mengi ambayo tunataka kuzungumza naye msikilizaji, lakini pia bila shaka na wewe kuna mengi ambayo unapaswa kuyajua kutoka kwake Comrade Mbeto kupitia Chama cha Mapinduzi CCM Zanzibar. Karibu sana Comrade Khamis Mbeto. Asante sana bwana Fantastic na bwana Donald na bwana Bakari Masudi BM. Karibu sana. Tuseme kwanza hongera kwa Chama cha Mapinduzi kwa ushindi mnono. Tutaanzia hapo. Kwa sote tuongere, maana na Bahari FM nafanya kazi kubwa sana kuripoti, mmekaba kila pahala. Tuongere kwa sote. Kwa fupi tuongere idara nzima na vitengo vyake vyote. Na kwa kuanzia hapo kwenye hizo hongera Comrade, tunataka kujua ni mambo gani makuu yalichangia ushindi mkubwa kwa Rais Dr. Mwinyi na kuweza kupata 74% katika uchaguzi. Kwanza mimi nishukuru leo, unajua siku nyingi hatujaonana na tuna programu yetu ambayo ilikuwa inaendelea, lakini sasa itaendelea ambapo tulikuwa tunakuja kila wiki, tuna kipindi hapa ili kuhabarisha umma nini kinaendelea kwenye chama chetu, kwenye serikali yetu na mambo mengine. Kama swala lako sema kitu gani kilichochangia maendeleo makubwa, unajua nikumbuke kwamba mara nyingi chaguzi zetu huko nyuma zilikuwa CCM tunashinda kwa match ndogo sana, asilimia 50 asilimia 51, lakini siri kubwa ambayo Chama cha Mapinduzi ambapo imekiona kwamba kwanza zamani tulikuwa hatujibu kwa wakati upotoshaji, ambapo wenzetu walitumia sana nafasi hiyo kuwaaminisha watu ambavyo sivyo. Walikuwa wanafanya propaganda sana kusema uongo, na sisi Chama cha Mapinduzi huko nyuma tulikuwa tunakaa kimya. Lakini jingine tulikuwa hatuyasemi mambo ambayo serikali zetu zilikuwa zinafanya. Serikali zote, amu zote zimefanya mambo makubwa mazuri, lakini tulikosa watu wa kuyasemea kwa wakati na wananchi wakawa wanayapata vizuri. Lakini la tatu, aina ya mgombea mwenyewe. Dr. Mwinyi ambapo yeye mwenyewe na kazi aliyoifanya imembeba ama imekusaidia chama chetu kushinda kwa asilimia kubwa. Na bahati nzuri hili sikuwahi kulisema pahala, leo nitalisema. Wakati Dr. Mwinyi ananishauri nimsaidie kwenye chama kwa nafasi hii ya uenezi, mimi nilimshauri nikamwambia siasa zangu mimi tofauti. Siasa zangu mimi za fact. Siasa za kihafidhina mimi siziwezi. Siasa zangu za kujibu hoja, si kujibu matusi. Lakini ili nipate ya kuyasema itategemea serikali yako itakayoweza kuyafanya. Tukakubaliana na Rais Mwinyi, kipindi kile hata hajawa makamu mwenyekiti wa chama, hajakabidhiwa makamu mwenyekiti. Nikamwambia sawa. Dr. Mwinyi alichonifurahisha na ndicho alichowafurahisha Watanzania na Wazanzibari wote, akaanza kupanga maendeleo ya visiwa vya Unguja na Pemba kwa usawa kabisa. Sasa wakati kipindi kile anaendelea, sasa mimi nikawa ninapata sasa ya kuyasema. Kwa mfano, Dr. Mwinyi alipoanza ujenzi wa skuli baada ya kupata zile mgao wetu wa kisheria na kikatiba wa fedha za COVID. Maana kuna watu wanafikiri labda kama tumepewa sadaka sisi. Tulipoungana 64, Zanzibar ilikuwa inastahili kupata kwa any loans, credit na hizo zote zitazokuja kwa jina la Jamhuri ya Muungano. Kwa maana ukija msaada wowote kutoka nje ukaja kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Zanzibar ina asilimia yake inapaswa ipewe kwa mujibu wa mkataba muungano, kwa mujibu wa makubaliano. Kwa maana zile fedha hatukupewa kama hisani. Fedha zile zilipaswa Zanzibar ipewe kama ni sehemu yake. Tulipopata fedha zetu zile, tukaanza ujenzi wa skuli. Na kwa kuwa tulikuwa tumeiona changamoto kubwa ya elimu, kwa maana miundombinu ya elimu, watoto darasa moja Donald unaweza kukuta watoto 100 na hata mwalimu kufanya revisions ya watoto inakuwa ngumu kupitia kila buku.
ambapo tukataka kwenda na millennium ya dunia kwamba darasa moja lisizidi watoto 45. Tunafanyaje? Watoto wanakuwa wanazaliwa na huduma ya elimu ni huduma ya haki na msingi kwa watoto wa Zanzibar. Rais Mwinyi akisema moja katika maeneo fedha ambazo tulizozipata tutawekeza kwenye elimu. Na tukasema hatutojenga mfumo wa mabanda kama tuliosoma sisi. Tutakwenda juu sasa, ambapo eneo dogo litachukua nafasi kubwa kwa kujenga madarasa. Tukaanza kujenga skuli za orofa, na bahati nzuri utaratibu huu ulikuwa umeshaanza wakati wa Dr. Sheni. Dr. Sheni alikuwa ameshaanza kujenga skuli za magorofa, ambapo Dr. Hussein alipoingia na alipopata zile fedha akaanza kuendeleza, na kwa kipindi cha mwanzo nakumbuka tukajenga kama magorofa 9 ya kwanza, lakini baadaye tukaendelea mpaka tukafika magorofa 35, ambao sasa hivi tunatarajia, ambao siku nyingine zinamaliza tutafikia 61. Kwa maana ukiona sasa ule mgawanyo ukawa vile vile, Pemba upo, Unguja upo. Ukenda Kiwani unakuta kuna gorofa 3 pale. Ukenda kule Mwambe limejengwa, Kiwani limejengwa, pale Mauani limejengwa, likajengwa hapa Pujini, ikajengwa kule skuli ambayo nilosoma mie Utaani, ikajengwa magorofa na maeneo mengine Micheweni. Kwa maana ukaona yale ule usawa wa keki ya Zanzibar, Dr. Mwinyi akawa anaigawanya kwa sawa. Lakini tukaenda kwenye miundombinu, tukasema tutajenga barabara kilomita 279. Awamu ya kwanza kuna kilomita 279 na kuna kilomita 295 kama. Tukagawanya vile vile, ikawa sasa hivi ukenda ile Micheweni uliozoea unakuta watoto wako tumboazo wamepigwa na jua, hajulikani mweusi, hajulikani kijani, ikawa haipo. Dr. Mwinyi akatengeza miundombinu ya barabara kila kona. Kwa maana hiyo watu wakayaona, ambavyo ndo haya wenzetu zamani walikuwa wanachukua kama udhaifu wa kutupiga CCM kwamba Pemba imetengwa, Pemba haijengwi, inajengwa Unguja. Tukatoka hapo, leo ukaona zaidi ya barabara 89 za kisasa zimejengwa kwenye kisiwa cha Pemba. Kwa maana hiyo haya wananchi wakayaona, tukaja ukarabati wa viwanja vyetu vya Amani. Uwanja wa Amani tulijengwa na ndugu zetu wa Jamhuri ya Watu wa China. Walitujengea uwanja wa Amani. Rais Mwinyi akaja akasema hapana, ili tuendelee kuweka icon ya waasisi wetu, tuufanyie renovation uwanja wa Amani. Tukaujenga, na sasa hivi faida yake unaona, mechi za kimataifa zote zinakuja. Lakini ukumbuke wakati Rais Mwinyi babake mzee Mwinyi akiwa rais wa Jamhuri ya Muungano alimuomba rais wa China kipindi kile Sofahamu atujengee uwanja wa Gombani. Uwanja ule ukajengwa na hao ndugu zetu wa China, sawa. Lakini Dr. Mwinyi akaja akaufanyia matengenezo makubwa kama Amani. Sasa hivi nakwambia viwanja vyote vya Amani na Gombani una hadhi ya kimataifa, mechi yote kimataifa unaweza kucheza. Sasa haya wananchi wanaona. Lakini tukatoka hapo sasa tukaja katika masuala ya afya. Dr. Mwinyi akasema tujenge hospitali za kila wilaya. Ilani iliwaambia tuarekebishe kama hospitali 5. Kusema hapana, tutajenga kila wilaya. Leo ukenda Micheweni unakuta hospitali ya kisasa kabisa yenye huduma zote. Ukenda pale Kinyasini wilaya ya Wete unakuta hospitali ya kisasa kabisa. Ukenda zako vitongoji pale Ole kuna hospitali ya kisasa ya wilaya ya Chake Chake. Ukenda Mkoani ndo kuna hospitali kubwa ya Abdalla Mzee ambayo imefanyiwa matengenezo makubwa, ikiwemo nyumba za madaktari 85 zimejengwa. Kwa maana haya wakawa wanayaona wananchi wa Pemba ambao zamani walikuwa wanaambiwa mambo yanafanyika Unguja tu. Lakini Dr. Mwinyi akasema bado tunataka kufanya Pemba ifunguke zaidi. Tukapanua bandari yetu wa Mkoani, tukajenga bandari ya Shumba ambayo iko karibu na Mombasa, na sasa hivi feasibility study imekamilika Jerumani, fedha tumeshapata Korea, tunajenga bandari ya Wete. Bandari ya Mkoani sasa maono ya Rais Mwinyi isiwe inapokea meli tu kubwa, sasa hivi inapokea paka ferry boat. Na kwa taarifa yenu na nyinyi mlikuwepo, tumeshajenga bagi
Sasa hivi zile speedboat kama ulivyojengwa Malindi, zile speedboat tayari sasa hivi boti zote kama Azam Marine, Zanzibar First Ferry, boti nyingine kutoka Mombasa Kenya zitakuwa zinakuja na zimeshaanza kuja bandari ya Mkwala. Kwa maana hiyo sasa hivi ule usafiri wa kukama saa 6 kwenda Pemba utakuwa haupo. Unakwenda na speedboat masaa mawili. Haya aliyofanya Dr. Mwinyi. Lakini jingine Dr. Mwinyi akasema kwamba unajua hivi ni visiwa viwili. Na mara nyingi huko nyuma ilikuwa kwamba mgawanyo wa nafasi za kisiasa ulikuwa kama upande mmoja huoni vizuri. Lakini Dr. Mwinyi serikali yake na zote akaunda serikali, akawaeka mawaziri kutoka Pemba 6. Level ya mawaziri 6. Akamchagua kwanza makamu wa pili wa rais, Hemedi Suleiman Abdallah, kwa Ukiwani, mkoa wa Kusini. Akamchagua Kaduara, waziri wa nishati alikuwa kwao Chake Chake. Akamchagua Masudi, waziri wa vikosi wakati ule, kwao Ole. Akamchagua Lela, waziri wa elimu, kwao Ole. Akamchagua Masudi, sasa hivi karudi tena, mama alikuwa chuma blue mwanzo, akarudi sasa hivi nadhani kwa kilimo, kwao kule pale Chake Chake, wilaya Chake Chake. Akamchagua Shamata, kwao Micheweni. Akamchagua mwana harusi, kwao Wete. Akamchagua Sharifu, akaongeza wangapi? 8, kwao Wete. Ikawa hata ile wenzetu sasa ile kauli ya kusema Pemba hawapo, lakini zamani ulikuwa hata level wa mikoa hawa nini, akawakabidhi wote wa Pemba kwa mikoa, kina Hadidi, kina Salama, wote wa kule kule. Ma-DC zamani ilikuwa wanatoka kina Mzee Abdalla Rashid, wanatoka Rashid Abdalla, wanatoka Unguja, nitakuwa kina Juma Kasim Tindwa, wametoka wengi, lakini kwa Pemba yenyewe si ma-DC si wote. Akaeka ile usawa kwamba wapo watu wenye uwezo wa kuongoza. Kwa maana hiyo Rais Mwinyi akanitengenezea mie kama mwenezi vitu vya kuzungumza ambavyo vinaingia akilini. Na bahati mbaya sana wenzetu wa ACT walifikiria wananchi, ndugu zetu, jamaa zangu wa Pemba, kama ni watumwa wa watu fulani. Na ndio maana nikasema katika kauli yangu kwamba Wazanzibari mara hii wamechagua vitu viwili. Wamechagua maendeleo, wamechagua na amani. Kwa maana zile hoja ambazo walikuwa wanazitumia zamani, Pemba imetengwa. Na nikwambie jingine nimalizie ambalo Rais Mwinyi tayari tumeshapata fedha takriban euro milioni 174. Tunajenga barabara kutoka Chake mpaka Mkoani yenye njia 4 yenye urefu wa kilomita 45.3, na tunajenga airport ya Pemba. Tayari mkandarasi kishakabidhiwa site, kazi imeanza, ambayo airport ya Pemba itakuwa ina ile runway ya kurukia yenye urefu wa mita 2500. Kiwanja cha mpira kina mita 100, angalia itakuwa kubwa. Maana yake ni nini? Itakayowezesha ndege yote itu. Kwa maana siri kubwa ya ushindi, siri kubwa ya mwenezi kutamba, pamoja na wingi wao wote unaona wale ACT kwa kina Mansuri na nani hakuweza kunijibu, kwa sababu nilikuwa nazungumza hoja na vitu ambavyo ni visible si invisible. Kwa maana Dr. Mwinyi mwenyewe amejiuza, na sisi kazi yetu kumnadi na kuyanadi yale ambayo aliyofanya. Na ndio sababu Wazanzibari wanaelewa, na ule watu kusema Wapemba hatuchagui ikawa imeondoka, kwa sababu anayaona maendeleo na kazi inaendelea kufanyika. Bwana Donald, hiyo tuna kwa ufupi tunasema hiyo ni siri ya ushindi. Ni siri ya ushindi. Hiyo ni siri ya ushindi comrade, tunaichukua hivyo. Mimi naomba comrade nikuulize maswali mawili. Na uliza tu leo. Maswali mawili kwa wakati mmoja. La kwanza kwenye kitu ambacho umekizungumza hapa, hata juzi wakati Dr. Mwinyi akiwaapisha mawaziri na naibu mawaziri, ni kama aliwaagiza waende wakaseme, kwa sababu inaonekana kwamba hawasemi yale mazuri ambayo yanafanywa na serikali. Hilo unalizungumziaje? Moja. Lakini la pili, nimeipitia ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Yaani Dr. Mwinyi ana haki kusema atakapomaliza miaka yake 5 hii anakwenda kuacha alama. Mimi nataka nijue kwa upande wa chama mtahakikisha vipi mnamsaidia Dr. Mwinyi hili kwenda kutimia? Unajua chama sisi tumejitahidi, tumeirejesha serikali, tumemkabidhi tena Dr. Mwinyi serikali. Na bahati nzuri Dr. Mwinyi ameshachagua wasaidizi wake kwa level ya mawaziri na manaibu mawaziri. Kazi kwa kweli
kitu ambacho tuseme hapa, tunazungumza kitu reality kabisa, kwamba awamu hii ya kwanza ya Dr. Mwinyi mawaziri walikuwa wazito sana kuzungumza mafanikio. Yani mwenezi, mimi nilikuwa mwenezi wa chama, msemaji wa serikali, sofahamu kuyazungumzia mafanikio. Ikiwa mimi mwenezi, of course kwa mujibu wa idara yangu naisemea ilani na kuisimamia serikali, napaswa kujua kila kinachofanyika katika kila wizara. Lakini kila wizara, msemaji namba 1 wa wizara ni waziri, akisaidiwa na naibu waziri, na tunao maofisa wa habari katika wizara husika. Lakini unakuta mwenezi anajua mpaka kilomita, sofahamu, kwenye wizara ya mawasiliano. Mwenezi anajua bandari ngapi tunajenga. Mwenezi anajua barabara ngapi tunajenga. Mwenezi anajua minara ya mawasiliano mingapi tumeweka. Sasa wai wewe waziri ama naibu waziri unashindwa ukawa na utamaduni? Na ndio maana rais aliwaambia kwamba lazima wawe na mpango kazi. Mimi nina mpango kazi. Na mpango kazi, na maana ukaona mambo yangu yanakwenda kwa mujibu wa programu ambayo napangia. Lazima wananchi wanataka kusikia. Kusikia ni kuamini. Kama mtu hajui, na ndio maana nikakwambia tatizo tulilolipata nyuma, tulikuwa hatuelezei yale tunayofanya kwa wananchi. Dr. Shein amefanya vitu vingi vikubwa, vingi tena sana kabisa, lakini nani alikuwa anasema? Dr. Karume kafanya vitu vingi, Dr. Salimina amefanya vitu vingi, lakini nani anasema? Leo mimi tunaanza tu kujenga AFCON, nawaambia wananchi tunajenga mji wa kimichezo Fumba. Nilisema katika kampeni, na nini mnasema? Sawa. Nasema tunajenga nyumba za maendeleo, tunajenga Chumbuni, tunajenga Kisakasaka, tunajenga Dimani, tunajenga Mfikiwa na Furaha. Watu wanasikia, hata wakiona zile project zinakwenda, wanaona, wanajua, wanampenda rais wao, wanamunga mkono, wanaona kazi inayofanyika. Mimi niwaombe mawaziri, ikiwa kama Chama cha Mapinduzi tunawasimamia, sisi tuseme hatuna cheo nao, wamepewa, tumetafuta serikali. Na chengine hapa Donald nisisitize, hakuna serikali inayokwenda kuomba kura kwa wananchi. Chama cha Mapinduzi ndicho kilichoenda kutia mkataba na wananchi. Kwa maana hiyo hatutosita, tukimuona waziri yoyote, naibu waziri ama mtendaji yote anafanya hujuma, hafanyi kama chama kinatarajia ama mheshimiwa rais anatarajia. Na mheshimiwa rais umemsikia, watu wanamsifu yeye, wanamwambia kasi yako kubwa kuliko wasaidizi wako. Wai rais ana kasi kubwa na kaeka wasaidizi? Kwa maana hiyo mtakuwa mtoshi. Chama cha Mapinduzi kitashauri vinginevyo dhidi ya mteule yote wa rais, tukiwa tunaona anatuchelewesha. Mheshimiwa rais anasema anataka kuacha alama, hata na sisi tunataka tuache alama. Isemwe kwenye historia, Zanzibar aliwahi kupita katibu mwenezi, yule jamaa alikuwa bingwa. Unafahamu? Na sisi tunataka kuacha alama njema. Na mzee Mwinyi kasema kuwa hadithi nzuri watakao kuja kusimuliwa. Kwa maana sitaki nikawa mwenezi wa kukaa tu ofisini, unafahamu, wa kucheka cheka au chawa. Basi kwa hivyo bora nikavue, bora nikafanya shughuli zangu, kufuga kuku wangu, kuliko ukaa pahala ambapo sipati matokeo. Positive is not negative result. I need positive result. Swala langu lilikuwa linafanana sana na la Donald, lakini nichukua nafasi hii mwenezi kukupongeza kwanza kwa kazi nzuri ambayo umefanya katika kampeni za uchaguzi na hatimaye Chama cha Mapinduzi kuibuka mshindi. Lakini pia nikwambie ulikuwa na kazi ngumu kabisa, lakini tija yake imeonekana. Mimi nataka utuambie kidogo katika hotuba ambayo Mheshimiwa Rais alizungumza wakati anazindua Baraza la Wawakilishi, ni kwa kiasi gani imeakisi maisha ya mwananchi wa kawaida wa Zanzibar, na nyinyi Chama cha Mapinduzi mmeridhika nayo? Kwa kweli Mheshimiwa Rais, mimi nimpongeze Dr. Mwinyi, na siku ile nilitoa maneno mafupi pale viwanja va Baraza la Wawakilishi Chukwani. Kwa kweli hotuba ya Mheshimiwa Rais imegusa maeneo yote. Imegusa katika eneo kubwa la kuleta maridhiano ya Wazanzibari, ambalo hili ndo sisi tunasema we are no the compromise. Hatuna mbadala na amani na maridhiano ya Zanzibar. Kwa maana Mheshimiwa Rais kwamba anajua na hakika, ili tufike mbali, ili maendeleo yaje, lazima tuwe na maridhiano katika nchi yetu. Na sisi tunaomba wenzetu kwamba
wanyoshe mkono ama wapokee mkono, kwa sababu ni jambo la kikatiba, warudi kwenye serikali, uchaguzi umemaliza, tuendelee kuwaongoza Wazanzibari, tuwalete maendeleo. Kwa maana swala kubwa hotuba ya Mheshimiwa Rais ililenga katika kuhakikisha anaendelea kuwaunganisha Wazanzibari. Lakini la pili, amezungumzia kuhakikisha tunaendelea kuimarisha uchumi ili tuweze kufanya mambo mengi ya maendeleo, ikiwemo miundombinu. Unapokuwa na miundombinu bora mizuri, ndipo una facilitate ama unarahisisha huduma kwa wananchi. Kwa maana kuna barabara nzuri, watu wataweza kuvua samaki au Nungwi dakika 2 tukishafika kwenye soko, mazao. Lakini pia Mheshimiwa Rais amesisitiza katika uadilifu, uaminifu katika kuchapa kazi, kwamba tuwe waadilifu, uaminifu. Unapopokewa ama unapopoa idara sehemu ya kuongoza, isiwe ndio chaka la kupata utajiri. Huwezi kupata utajiri nchi za kimaskini hizi. Shafahamu, Rais anataka tufanye kazi, tunachokipata kiwarejee wananchi. Bado wananchi wetu ni maskini, bado wananchi wetu wanaishi kwenye mazingira sio mazuri sana. Tufanye kazi, tuwe waadilifu, turidhike ili mafanikio yapatikane. Lakini lingine, Mheshimiwa Rais amezungumzia vijana, kwamba amezungumzia swala la ajira, na bahati nzuri hata ameunda wizara kabisa ambayo itakanadili na vijana na uwezeshaji katika kuhakikisha hili wimbi kubwa la wasomi wanaomaliza vyuo, mashule, wakitoka basi wawe na vitu vya kufanya. Lakini cha mwisho ambacho ili catch up kwenye ajira, ambapo tutaanzisha sasa, tumeanza kuweka mazingira mji wa viwanda. Asikudanganye mtu, huwezi ukakava kwenye ajira. Mimi nimesafiri nchi kama 5-6 duniani nilipokuwa kamishna ya utajiri, kamishna ya utalii. Lazima uwe na viwanda. Kuna viwanda heavy duty tunaita vile, viwanda vikubwa, viwanda vya kati. Sisi tumelenga katika viwanda vya kati ambapo hata raw material zake zinapatikana kwa urahisi. Ili mfano, unapokuwa na tunaita textile, viwanda vya nguo hivi, textile. Viwanda vya nguo hivi ni viwanda ambavyo vinachukua wafanya kazi wengi, lakini nguo inavaliwa kila siku duniani. Kwa maana hiyo tukijikita kwenye viwanda vya nguo, lakini tukijikita kwenye viwanda vya kusindika samaki, minofu wa samaki, sisi tumezungukwa na bahari, hakika tutapiga hatua. Na ndio maana sasa hivi sera yetu tunakwenda tunaita second phase, yani second phase, yani phase ya pili, ama sehemu ya pili Kiswahili chake tutasemaje, hatua ya pili, second phase, hatua ya pili, kwamba sasa hivi tunaangalia blue economy kivingine. Tunaangalia katika uchimbaji wa gesi na mafuta, tunaangalia kwenda deep sea, kuona vyombo vitakavyokwenda tutakaweza kuvua samaki wengi, ambapo tulikave soko la dunia. European wanatumia sana seafood pamoja na Asia. Kwa maana tukiweza kuwa na viwanda vikubwa vya kuhifadhi samaki, vya kuprocess minofu wa samaki, kuprocess dagaa vizuri, na tumeanza maeneo Fungurefu kule kama kuenga vitambo. Kwa maana hiyo naiona Zanzibar na ile vision na mission yake mwenyewe Dr. Mwinyi, tutafika mbali. Tumpe support, tukafanye kazi na tukawajibike. Na ndio maana Rais akasema watu waende site ili kutoa positive result, is not negative result, katika kuleta tija na manufaa kwa Wazanzibari. Dakika ni ya 43 msikilizaji, toka kutimu kwa majira saa 2 kamili asubuhi, saa 3 kamili tutakwenda kusikia taarifa ya habari kutoka hapa Bahari FM Radio, na bado tuko naye katibu wa kamati maalum ya NEC idara ya itikadi, uenezi na mafunzo CCM Zanzibar, Comrade Hamisi Mbeto. Comrade, bado tupo tunaendelea kuzungumza mambo mbalimbali, lakini tunataka utolee ufafanuzi taarifa ya mwanasheria mkuu wa ACT Wazalendo ambaye amezungumza pale katika jimbo la Pangawe. Anasema idadi ya kura za jumla tofauti na idadi ya kura ambazo amepata wakilishi na wabunge. Karibu sana Comrade katika hili. Mimi nadhani yule ni mwanangu, kijana wangu pembeni, bado hajamechwa vizuri. Unajua uzungumze vitu kwa reality. Ndiyo. Mimi nilitarajia atasema labda idadi ya kuwapiga kura katika jimbo lile labda ilikuwa 19,000 ama 18, lakini waliopiga ni 25. Tukasema ile namba imevukwa. Lakini sisi mie mwenyewe katika mikutano ya hadhara, katika mikutano, sio mimi, kila kiongozi, si naibu katibu mkuu, si Dr. Mwinyi, tukubaliane kwamba tulikuwa na makovu
kwenye kura za maoni, lakini tulikuwa na watu ambao waliwahi kuwa wabunge na wakilishi kwenye majimbo wale. Chama imewarejesha tena, wananchi hawataki. Sawa, na wakasema wazi, mimi nitampigia rais, nitampigia na nani, hawa siwapigii hata mnambie nini. Na alichokisema uongo Omar Said Shabani kwamba tuna kura 5 kweli Zanzibar, lakini kura 5 hizo hatuzipigi zote. Kama unapoa zote 5, utaratibu ulikuwa ni upi? Unaanza na kura za zeki, unapoa kura 3, unapoa kura rais wa Zanzibar, kura mwakilishi na diwani, unakwenda kwenye chumba chake, unatiki, unakuja kutumbukiza. Baadaye kama unataka ndio unakwenda kwa INEC, unachanua kura 2, unaenda kupiga. Wengine walipiga kura hizo 3 tu wakatoka, wengine wakapiga hiyo ya INEC tu wakatoka, kwa sababu walisema, mimi nilisema yule simpi kura kwa sababu sijaona alichokifanya. Kwa maana hiyo, na ndio maana ukakuta kuna baadhi ya majimbo hususan Pemba utakuta mbunge kapata wa CCM, mwakilishi kapata wa ACT, mengine unakuta. Sasa tusemeje? Kwa maana mtu anatoka pale kutaka kufresha watu. Na mimi ninamwambia tena, tume ya uchaguzi kwa mujibu wa sheria namba 4, sheria ya mwaka 2018, ukisoma ibara zote tangu ya uandikishaji ya 15, ibara ya 75, ibara ya 82, zote ziko clear. Kila chama kiliwakilishwa na mawakala. Tume ya uchaguzi ilitoa daftari 2 weeks before election. Kila chama tulipewa baada ya uandikishaji uhakiki. Leo mtu anasema kuna watu walikufa walienda kupiga kura. Sasa wewe ulipewa daftari, tena mwingine anasema mimi alikuwa ni ndugu yangu ama kaka yangu alikuwepo kwenye kupiga kura. Ni daftari simlipewa, alafu tume iliwatoa wote wale watu ambao walikuwa wana sifa. Na madaftari sote tumepiga kura ya rangi. Unakwenda pale unataja jina, unachaniwa kila mtu, kila wakala alikuwa na daftari. Hizo sababu zimetokea wapi? Hao bwana wameshindwa, wanatafuta huruma na kuwapoza watu wao. Narejea tena, Wazanzibari kazi iliyofanywa na Rais Mwinyi wameiona, na ndio maana wamemchagua. Wanahangaika tu, hawana sababu ya kushika. Sisi tunasema tulikuwa na vituo 407, tulikuwa na vituturi 1752. Matokeo yote yapo, na wao walikuwa na wakala, na mawakala wao walisaini matokeo. Kura zilihesabiwa transparent, zilipigwa transparent, zilimiminwa chini, na kila mtu akahesabu na akapewa matokeo yake. Mimi nataka ni chupe kidogo kwa sababu muda unakwenda. Nataka ni chupe tuelekee Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Dkt. Samia Suluhu Hassan ametangaza baraza la mawaziri. Lakini kwenye mitandao huku kumekuwa kuna mambo mingi katika kipindi cha hivi karibuni, lakini ikiwemo pia kumteua mtoto wake wa naibu waziri, lakini pia bisisemi sana kuhusu Mchengero kwa sababu alikuwepo pia katika awamu iliyopita, lakini kitajwa sana kuhusiana na mtoto wake. Unalizungumziaje? Mimi nasema kwamba ni kitu ambacho haki make sense. Waingereza wanasema Wanu ni mbunge aliyochaguliwa na wananchi wa Makunduchi. Haya, tusemeje? Yes, kamteua kwa naibu waziri. Wanu kapata kura nyingi tu kule Makunduchi. Alienda Samia kule. Ni kutaka kumuonea tu Rais Samia. Wananchi wa Makunduchi wamemchagua. Na rais anapoteua mawaziri anaangalia uwiano, yani uwiano pia wa maeneo ya nchi. Sawa? Kwa maana Wanu ana haki, kwani sifa ya kuwa mbunge ndio sifa hiyo ya kuwa waziri. Wewe unajua kusoma na kuandika tu, si ndio? Sasa kosa lake liko wapi? Wanu mbunge, elimu anayo, mzoefu siku nyingi kwenye nafasi ya ubunge, saka viti maalum miaka chungu mzima. Sawa? Sasa kosa lake liko wapi? Kwa kuwa mamake rais? Hiyo sio sawa. Unafahamu? Lakini Mchengero kama unavyosema, kawa waziri kabla hata hajamuoa Wanu. Unafahamu? Wakakutana, wakapendana, wakaoana. Sasa kuna shida gani? Mimi nadhani tusi entertain vitu ambavyo kama rais kahisi Wanu anaweza kusaidia kwenye wizara ile. Na sifa zenyewe za kuwa waziri ni kwanza hakuna chuo, brother, nikwambie, cha kusomea waziri wala unaibu waziri. Kama uwe na experience, uwe na elimu hii ndio uwe na waziri. Haipo. Sifa za kuwa mbunge
uwe unajua kusoma na kuandika. Sawa? Ndio. Uwaziri unakwenda kuwa kusimamia vitu. Sawa? Sasa kama sifa za kuwa mbunge anazo, kwa nini sifa za kuwa waziri asiwe nazo? Kwa maana ni jambo ambalo watu wanatafuta ile mapungufu tu. Wani alideserve. Tena bahati nzuri basi, laiti wangejenga hoja kwamba Samia kamteua katika nafasi zake 10, kampa mwanawe. Lakini maskini Wanu kashinda kwenye jimbo. Tena mimi nimpongeze sana Mheshimiwa Rais Samia kwa kumteua Wanu. Ni wanawake wachache wanakwenda kupambana kwenye majimbo. Wanu kenda kuchukua jimbo. Hakusubiri viti maalum. Wanu hakusubiri viti maalum. Kenda mbunge kuchaguliwa na wananchi kwenye jimbo. Tumpongeze. Hakusema mimi mangu rais, na alikuwa na uwezo Wanu kusema wote wale UWT wale wasingemkatalia wale. Unamkataje mtoto wa rais kwenye UWT? Angetafuta mwingine wote angetolewa. Lakini akasema sitaki fitna na kwenda kupambana jimboni. Na kupambana kashinda. Mchengero rafiki yangu, shemeji yangu, sawa, kapambana jimboni kashinda. Wewe usimchague. Na kafanya vizuri baraza lilopita. Sawa? Kwa maana hiyo haya tuapuze, na mimi niwaombe wa Tanzania tusintateni. Kama kuna pahala ambapo tena Mheshimiwa Rais angelitaka ushauri wangu, mwenezi wangu, alikuwa mpe waziri sana. Sio kumpa naibu waziri. Ana experience, siku nyingi uko bungeni, ameshakuwa baraza la wakilishi, tena kapambana jimboni, kwa nini usimpe waziri? Lakini maamuzi ya Mheshimiwa Rais. Kwa maana mimi nawashangaa sana wana entertain hicho kitu. Rais Samia hakukosea, amefanya. Lakini la mwisho hapa ni malizia ambao muhimu sana, nadhani mnaweza msiniulize kabla tafabari. Tuna dakika 10. Kwamba Mheshimiwa Rais Dr. Samia amesema hotuba yake kwamba huenda tukapita katika kipindi kigumu cha kupata misaada. Okay. Mimi ni mtoa hofu Mheshimiwa Rais. Tanzania Mungu atujalia tuna resources za kutosha kabisa ambazo hawa wakubwa wanazihitaji kwa uchumi wao. Almuhimu wale wanaokwenda kumsaidia rais, wenye waziri, ukatibu mkuu, wawe na kitu kinachoitwa renovation, ubunifu. Wakabuni, tuna resource nyingi. Kwa mfano, tukiweza kuitumia ardhi yetu vizuri, achana na madini na kila kitu, tuna bahari ya kutosha ambao watu wanahitaji samaki duniani kote. Maana kuna vitu vingine havishuki bei. Seafood inahitajika kokote pale. Tuwekeze vizuri kwenye uchumi wa blue, kwenye bahari kuu na maziwa yetu. Tuvua watakuja kununua tu. Lakini jengine, ardhi tulokuwa nayo, tuna uwezo kulilisha bara la Afrika. Mheshimiwa Rais, ni kuombe kwa heshima na taadhima, waziri uliomkabidhi kilimo na mifugo, tuwekeze kwenye kilimo. Chakula ni jambo kinachohitajika kila siku. Tukilima vizuri, tukiwa na store kubwa, watakuja kununua. Na hatuna shida kufanya biashara na nchi za Ulaya. Tunaweza kufanya kama ile biashara barter trade. Lakini tusiseme barter trade unabadilishana bidhaa kwa bidhaa. Tufanye biashara kupitia corridor yetu, East African Centers, Afrika Mashariki, Kati na Kusini. Kwa maana tufanye biashara ya bara la Afrika. Wenyewe kuna nchi nyingi zinahitaji chakula. Tukiweza kulima vizuri, na Mungu atujalie tuende kwenye kilimo cha kisasa, tuweke irrigation za umwagiliaji, tujenge skimu. Mimi nakwambia, tukiweza kulima na tukavuna vizuri, watu wanahitaji mpunga, watu wanahitaji maharage, watu wanahitaji mahindi. Tutasahau kabisa hao jamaa watatufuata wenyewe. Sio wanahitaji tanzanite, wanahitaji dhahabu na almasi. Watakuja tu kwa mlango wa nyuma. Nimtoe wasiwasi Mheshimiwa Rais. Awahakikishie mawaziri wanakwenda, tuwekeze kwenye bahari yetu vizuri, tuwekeze kwenye kilimo. Hakika tutapata majibu mazuri tu. Wala hao wengine wasitushughulishe. Wakija sawa, wasipokuja sawa. Hatuwezi kuendesha nchi yetu kwa mihemko ama maelekezo ya watu wengine. Hatufanyi hivyo. Ushauri tunaopokea kwa heshima, basi na matatizo yetu tutayatatua wenyewe. Comrade, wakati Mheshimiwa Rais Daktari Hussein Ali Mwinyi anatangaza baraza lake la mawaziri, ametangaza kuziacha nafasi 4 wazi kwa ajili ya chama cha ACT ambacho kilipata kura, kilishika nafasi ya 2 Ndio. Ingawa ACT inaonekana wanalega kutumia hizo nafasi zao. Unatoa wito gani? Mimi niombe tena wenzetu, kama narejea tena, uchaguzi tumemaliza. Mara hiyo wamepata viti 10.
warudi tuunde serikali ya pamoja. Ndiyo katiba mabadiliko ya 10 ya 2010 yanatuongoza tufanye hivyo. Hizi nafasi zitakuwepo. Bahati nzuri muda nao ndani ya siku 90 baada uchaguzi kumalizika na serikali kuu ndio natakiwa wajoin. Tutawasubiri. Lakini vizuri wakaja mapema ili tupange mapema tuende mbele. Ikipita muda huo rais atajaza tu na tutaendelea na serikali. Na tushafanya hivyo 2015 tukenda. Baadaye wakaja lalamika, kuna vitu huwezi kuondoka. Askari mzuri anafia vitani bwana. Askari mzuri kama kuna kitu kuna mpungufu, njoo ndani, kuwemo ndani, toa michango yako, tuboreshe nchi yetu. Kwa maana mimi niwaombe kwa unyenyekevu wenzetu, waache jazba, waache kuchochewa, warudi tujaze nafasi hizi 4, tujaze manaibu waziri ili tuijenge nchi yetu tuendelee. Rais Mwinyi ni muungwana sana, amenyosha mikono, na mimi kama msemaji wa Chama cha Mapinduzi nasema kwamba Chama cha Mapinduzi tunaamini hali ya maridhiano na tunaamini serikali ya umoja wa kitaifa ndio suluhisho la Wazanzibari na ndio daraja zuri la kuwafikia Wazanzibari kwenye maendeleo yao. Na kasoro dakika 5, tukushukuru sana Comrade Khamisi Mbeto kwa kuja hapa, na bila shaka tutarudi katika ule mfumo wetu ambao tulikuwa nao hapo awali. Ni jambo kila siku ya Jumanne tutarudi, ni jambo la kuweka sawa kabisa. Ni jambo la muda. Lakini kwa niaba ya wenzangu wote ambao tulikuwa nao hapa, msikilizaji, Donald Martin, Bakari Masudi, mimi naitwa Mohamed Bakari Fantasi, karibu sana na tukushukuru sana. Saa 3 kamili ni taarifa ya habari kutoka hapa Bahari FM Radio, lakini taarifa habari nyingine ni saa 2 kamili za usiku. Usiende mbali nasi, kaa hapo hapo.